Msichana mdogo alitaka tu kuchukua mawe kucheza, lakini hakutarajia kwamba mawe haya yote yangegeuka kuwa dhahabu. Alichagua mtupi kwa nasibu na kujaribu kumpa dhahabu hiyo, lakini mtu huyu alidhani msichana huyo ni wazimu. Baada ya kukataliwa mara kwa mara, msichana alikaa kando ya barabara kwa huzuni. Wakati huo, mama na mtoto wakubwa zaidi waliongea karibu alimtambua. Mama mzee alimshirikisha msichana vyakula kwa ukarimu. Msichana alichukua chakula na akakimaliza kwa makucha machache. Hata hivyo, hakuwa ameshiba. Aliwaomba chakula tena, lakini hakujua kwamba chakula hicho kilikuwa kiasi chao cha kila siku. Mama mzee aliishi kwa unyenyekevu ili kuokoa pesa kwa matibabu ya mtoto wake. Baada ya kujua ukweli, msichana aliamua kuwasaidia. Alibadilisha bakuli la kuomba lililokuwa chini kuwa bakuli la dhahabu. Kuliuza kungeweza kununua jumba. Baada ya kufanya hivi, msichana aliondoka. Hata hivyo, ingawa msichana alikuwa na uwezo wa kugeuza vitu kuwa dhahabu, hakuweza kutumia pesa alizoziumba kwa matumizi. Alipopita karibu na mkate wa mvuke, alimpa dola 2 pekee alizokuwa nazo kwa bosi, lakini bosi alisema pesa hazikutosha na akamwambia msichana aondoke. Wakati huo, mwanamke tajiri alipita kwa bahati. Alikosoa bosi kwa tabia yake isiyo na maana, kisha akampeleka msichana kwenye mgahawa aliyomiliki. Mhudumu alileta vyakula mbalimbali maarufu moja baada ya nyingine, lakini hata vyakula vilivyo tajiri kwa kawaida hakukuwa na wateja mgahaoni. Mwanamke tajiri alihangaishwa na hili. Wakati huu, msichana alichukua nafasi kutoa hirizi. Katika sekunde inayofuata, idadi kubwa ya wateja walijaa. Mwanamke tajiri alikuwa karibu kuuliza kilichotokea, lakini msaidizi wake alionekana ghafla. Msaidizi aliripoti kuwa mradi wa mgodi wa shaba wa kampuni haukuwa na maendeleo. Kama hakuna dhahabu ya kuchimbwa, kampuni ingeliporomoka. Mwanamke tajiri aliwaka wasiwasi mara moja. Kwa hiyo msichana alipendekeza kwenda mgadoni kuangalia. Lakini kwa bahati mbaya, washindani pia walionekana huko. Walimcheka mwanamke tajiri kwa kutoweza. Walisema kwamba watu katika kampuni yake walilengwa kutoa dhahabu yoyote. Kusikia hili, msichana alimshtua kwa hasira. Mara moja baadaye, alichagua wazi kwa nasibu na kumwambia mwanamke tajiri aanze kuchimba kutoka hapo. Kila mtu alimcheka msichana kwa ujanja, lakini wakati udongo ulipochimbwa, kila mtu alishtuka. Ndani kulikuwa na mgodi wa dhahabu wa kweli.